mtaa wa pili kule. Mimi hapa ni mgeni wetu. Wewe ni mgeni wetu? Karibu. Bella. Abe kaka. Hebu kamletee mgeni kiti. Karibu tena Hedi. Asante. Kama wewe ni mgeni wetu, nadhani hatufahamiani. Mimi hapa naitwa Kimani na yule unayemwona pale anaitwa Bella, ni dadangu. Nimefurahia kuwafahamu. Basi tuende moja kwa moja kwenye point. Mimi unaniona hapa nina shida, na shida yenyewe ni kuwa kwenye pita zangu za hapa na pale huku mtaani nimekuta hapa kuna mwali. Mwali? Ndiyo, yaani binti. Ila hujakosea. Ni huyo hapo anafagia. Hapana, sio huyo, kuna mwingine. Unajua mimi si mkaji wa huku sana. Basi vile nilitoka mjini wiki moja iliyopita, na jinsi kwenye matembezi zangu za hapa na pale, kuna mdada nilikutana naye kule kisimani, na tuliongea naye tukafika na yeye hapa karibu, akanionyesha hapa ndio kwao. Alikuambia hapa ndio kwao? Ndio. Una uhakika hapa ndio kwao? Ndio, nina uhakika zaidi hapa ndio kwao, na nilimwacha akiingia hapa. Sawa. Na umesema alikuambia anaitwa nani? Alisema anaitwa T, na ni kama hiyo ni jina lake kwa ufupi. Sawa. Bella? Abe. Ndio mara moja. Abe kaka. Vipi dada yako yuko wapi? Ako huko nyuma anapima mboga. Hebu kamuita. Dati. Abe dada. Kaka anakuita huko. Sawa, nakuja. Sawa. Na vipi? Umesema wewe ni kijana wa mjini na si kijijini? Ndiyo, naweza nikasema hivyo kwa sababu nimelelewa mjini na wazazi wangu. Huku kijijini nilikuja kumtembelea bibi upande wa baba. Sasa kumtembelea bibi ukaona haitoshi, ukaamua na kumtembelea mabinti za watu huku mtaani. Na una miadi naye huyo binti unayemtafuta? Hapana, sio kama nina mihadi naye, ila nina mazungumzo tu ya muhimu na nyinyi nyote kwa pamoja. Mazungumzo gani hayo mgeni wetu? Ila samahani, naomba uniite Hedi. Hivi unavyoniita sijapenda. Sawa, siwe ni mgeni wetu. Mimi niko hapa kwa ajili ya huyo mwali. Sasa vile tulikutana naye, tuliongea na nikamwomba awe mke wangu, yaani nimuoe awe
mke wangu halali wa ndoa. Hapo ndipo aliniambia anaishi na ndugu zake wawili, na akaniambia kama anaweza panga nikuje niongee nao. Sawa, ataona cha kufanya ikiwa watakubali. Ndio maana niko hapa sasa hivi. Hivi unajaribu kumaanisha unataka kuoa, yaani unataka kufunga ndoa na mwanamke mwenyewe ni dada yangu? Ila haujakosea. Dada, Dati, Abe, hebu subiri kidogo. vipi? Kwani viereje dada? We, yani acha tu. Ila wacha nikupe umbea kidogo. Unaona ukifika pale, kubali chochote utakachoambiwa kwa vyovyote vile. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Si nilikuwa pale nikifagia. Kuna kitu nimekisikia kaka wakizungumzia. Kitu gani hicho? Nimesikia wakizungumzia ndoa. Yule mkaka pale anataka kuoa. Sasa akitaka kuoa, yananihusu nini hapa? We dada vipi? Hebu acha kuwa mbumbu. Kwa mwelewa hata kidogo. Yaani mwanaume atoke kule na kuje hapa na azungumzie ndoa na kuulizie wewe. Nini usichokielewa hapo? Na hata hivyo, yule mtu inaonekana ulishawahi kutana naye kabla. Vile nimesikia kaka wakizungumza naye. Kwa kifupi, wewe ni mke wa mtu. We, yani koma na tena ukome kabisa. Nani kakwambia nataka kuwa mke wa mtu kwa sasa? Yani mimi sipo tayari kuolewa na mtu yeyote ule. Na hivi unavyoniona, nina mipango zangu maalum zimenijaa kichwani. Na sasa acha nikwambie, nataka hapa nianzishe biashara yangu ambayo itakuwa inaniingizia hela. Na sio biashara tu kama hizi za kawaida. Eti mtu anakaa kando ya barabara anauza machipsi, chapati, sijui samosa. Yaani Dona anatangaza sana. Sijui naota ama ni kweli unachokizungumza. Wacha nikuhakikishe, hapa hakuna cha kuota wala cha nini. Hapa naongea na wewe ana kwa ana, tena mchana kweupe. Na acha nikwambie aina za biashara nataka kuanzisha. Unajua, sisi wasichana tunapenda urembo sana. Na hata ukiangalia 98% ya wasichana wanapenda sana kujirembesha. Yaani wanataka muonekano mzuri. Muda wanataka wawe wanapendeza. Na mimi hapa nataka nianzishe biashara ya kuuza. Basi tutoe hofu kijana. Unajua huyo msichana umempata hapa kwa sasa ni dada yangu mimi. Na sio yeye tu, na hata huyo umemwona akifagia hapa. Najua ungetarajia kuonana na wazazi wake, ila ndio hivi, Mungu akishapanga hatuwezi tukazuia. Unamaanisha nini ukisema hivi? Kumaanisha sisi hapa hatuna wazazi, na tulipoteza wazazi wetu wote, na alianzia baba kisha kamfuata mama, na mama alifariki pindi niko darasa la 4. Na hao dada zangu tu alikuwa la 7 na Bella alikuwa la 5. Nakumbuka siku tulitoka shule pamoja na dada zangu, tukiwa na furaha sana. Yaani kaka, katika siku nimefurahi ni leo. Maana leo nasikia kila siku.
lakini leo imekuwa tofauti sana. Pale shuleni tulipewa mtihani ya majaribio, ile ya kututayarisha kufanya mtihani kamili ya kufunga shida. Kwenye mtihani hiyo kuna swali limeletwa katika somo la hesabu, na cha kunifurahisha sasa, swali lenyewe lilikuwa gumu, na kati ya watu wote darasa nzima ni mimi pekee ndio nimepata. Ndiyo, na sio hiyo tu, na hata mwalimu wetu wa hesabu kaniahidi zawadi kama nitafanya vizuri katika somo hili. Ai, na hapo umeshadanganya, na vile yule mwalimu ni mwongo, wewe sijui tu itaona. Sawa, basi wacha tuone. Alafu mimi sasa, cha kunifurahisha kaka, mwakani ninapiga hatua lingine la kuingia darasa la 6, na hata hivyo najua nitafanya vizuri katika mtihani huu unaokaribia. Dada zangu, hata niwaambie tu, najua mnaelewa maisha yenu tunaishi hapa. Kuanzia hapo maisha yangu ilibadilika kutoka kwa mwanafunzi na kuwa mzazi mlezi, na nikawalea mpaka wakafikia hapo walipo. Kuuza mapambo. Yaani hivi nazidi kunichangaza kabisa. Hebu jiangalie vizuri. Hivi nadhani kuanzisha biashara ni kama kuchuna mboga kwa shamba. Ni wapi mwanamke na mkubwa kama wewe? Mwanamke kamili ana ndoto za kuanzisha biashara kama bado anaishi kwa kaka yake. Ni sheria ipi inasema msichana awezi anzisha au kuwa na biashara yake kama bado anaishi na wazazi wake ama ndugu zake? Sasa wacha nikuulize, hiyo biashara umekazana nayo, mtaji unayo? Hiyo mtaji unayo? Hapana, kwa kweli sina. Labda nikwambie kitu, siwezi nikafurahia nikimwona dada yangu anateseka kwa ajili ya mwanaume. Cha kwanza, pole kabisa. Naelewa maisha mmepitia wewe pamoja na dada zako ni maisha magumu sana, na mimi pia ni binadamu, ninaishia na naishi pia. Sasa siwezi nikakubali dada yako apitie maisha ambayo niliyapitia hapo awali. Sawa, basi ngoja tusikilize upande wake. Mimi siwezi nikatoa maamuzi, ingawa yeye ni mtu mzima na anaweza akajiamulia. Hii itakuwa ni jambo njema kabisa. Basi sawa. Bella, Abe, leo kaka ananiita, kwa hivyo zingatia na usiniangushe. Okay, acha tuone. Binti Malikia mama, Binti Malikia mama, Binti Malikia, umeumbika mama, umeumbika dada, umeumbika. Wanaume wanakutamani dada, wanaume wanakufuata dada, wanakuhitaji dada,
magumu. Tutaanzia wapi mama? Utaanzia wapi? Utachagua nini mama? Utachagua nini? Utachagua nini mama? Huku una biashara yako, una biashara, unataka uanzishe biashara yako, na huku mgeni wako anakusubiri, anakuhitaji mama. Utakubali ndoa vipi? Utakubali ndoa ama utaendelea na biashara? We mwali, mwali.